Aya. Mwea hamjambo. Mwea hamjambo. Muriega. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie wale nione watu wa Mwea. Hey. Mimi kwanza nataka niwashukuru sana watu wa Mwea. Mimi nimefika hapa leo Kirinyaga kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii ya Kirinyaga. Mimi nilikubaliana na nyinyi ya kwamba baada ya uchaguzi kazi ndio inaendelea. Si ni kweli? Mimi nilikuja hapa juzi. Maneno ya County Aggregation and Industrial Park. Tumeweka pale milioni 500 inaendelea saa hizi. Mimi nilikuja hapa maneno ya Special Economic Zone. Mimi nataka mnisikize vizuri. Tuko na Special Economic Zone 5 peke yake Kenya. Kati ya hizo 5, moja iko hapa kwenu Sagana. Na pale nimeweka milioni 500 ya kwanza. Na sasa nimemwambia Waziri Alice Wahome akuje ajenge pale affordable housing. Ndio wale watu watakuja kufanya kazi pale kwa Special Economic Zone wapate mahali pazuri pa kuishi. Tunaelewana watu wa Mwea? Watu wa hapa Kirinyaga tunaelewana? Leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya matatu ya muhimu. Kwanza, kwa sababu ya mambo ya ufugaji. Muliniambia ya kwamba tupange mambo ya kilimo, hasa mambo ya ufugaji, ili mkulima apate minimum guaranteed return ya maziwa yake. Na tumesema sasa KCC na wale wengine wote wanalipa shilingi 50 kwa mkulima. Na mimi nataka niseme hivi, saa hizi tunachunguza tena. Tunaona hiyo 50 bado mambo ya mkulima haijashughulikiwa sawa sawa. Na ndio sababu tumeongea na wizara, Waziri Kagwe na huyu PS wake Bwana Jonathan Muweke. Wanapanga na wale wote wanahusika na mambo ya maziwa. Na kwa hiyo maneno ya maziwa hapa Kirinyaga tuko na bull station. Hii maneno ya genetics ya mbuzi inafanyika hapa Kirinyaga. This is the only station katika East and Central Africa ambayo imejengwa hapa Kirinyaga. Sikizeni ndugu zangu. Tuko pamoja? Tunaelewana? Mimi nimekuja hapa kwa sababu ya mambo ya kilimo. Na nyinyi mnajua, muliniambia ya kwamba nyinyi ni wakulima wa kahawa. Ni kweli ama si kweli? Na muliniambia hawa cartel wanasumbua wakulima wa mambo ya kahawa. Na ndio nikakubaliana na nyinyi. Na nikaweka mtaratara, mpango. Na nikatoa mwongozo ya kwamba tunaweka coffee reforms ambayo haitamruhusu mtu mmoja kukalia wakulima wa kahawa. Ati mtu mmoja hawezi kuwa ndio mkulima, yeye ndio mila, yeye ako na leseni ya brokerage na yeye nako na leseni ya kwenda pale coffee exchange. Na ndio nikasema kila mtu apatiwe leseni moja moja. Kama wewe ni broker uweze kuwa mila. Kama wewe ni mila uweze kuwa broker. Ndio tuhakikishe ya kwamba hakuna mtu mmoja anaweka cartel ya kuangaisha wakulima wa kahawa. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize watu wa Kirinyaga. Miaka 2 iliyopita kahawa ilikuwa inalipwa shilingi 50, shilingi 60. Lakini mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, average price ya kahawa Kenya imefika 100, hata sehemu nyingine wamelipa 150. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na mimi nataka niwaambie, mwaka huu sasa tumesema tutawasaidia wakulima wa kahawa zaidi. Mbali na kuwapatia ile mbolea ambayo inatoshana na kahawa. Na nimesema bei ya mbolea ya kahawa irudi chini pale 2,500. Na Cereals Board na Wizara ya Kilimo ihakikishe
Hakuna mkulima analipa zaidi ya 2,500. Alafu vile vile tumesema kuanzia mwaka huu pia ile chemicals mnatumia kwa kilimo ya kahawa pia na hiyo serikali itawasaidia subsidy, ndio tupunguze bei, wakulima watumie madawa zaidi ili kahawa yetu iwe ya bei iwe ya hali ya juu, na tuongeze mapato ili wakulima waweze kupata pesa zaidi kwa kilimo ya kahawa. Mimi nawauliza nyinyi watu wa hapa Kirinyaga, mnanielewa? Si niliwaambia kuna wakora na matapeli kwa mambo ya kahawa ambao wanaenda pale wanaungana wanatengeneza njama wanaunda cartel. Lakini mimi nasimama hapa mbele yenu sasa kuambia cartel nimefukuza, nimelete watu wa CMA ili wasimamie bei ya mambo ya kahawa. Na nimesema hivi, nyinyi wakulima mlikuwa mnauza kahawa yenu mnangojea miezi 6 ndio mulipwe. Ni kweli ama si kweli? Sasa tumekubaliana wale wa Coffee Exchange watakuwa wanalipa cooperative kwa siku 5. Na mimi natoa amri nikiwa hapa Kirinyaga ya kwamba watu wa cooperative pia na wao baada ya siku 5 walipe mkulima, so that mkulima akipeleka kahawa yake ikiuzwa anangojea siku 10, pesa inaingia kwa akaunti yake, anasonga na maisha yake. Hakuna maana ya kungojea kahawa tena malipo baada ya miezi 6. Watu wa Kirinyaga tunaelewana jameni? Nego kanatiguo. Ya pili, muliniambia nisimamie maneno ya kilimo ya chai. Ni kweli ama si kweli? 2022 average price ya bei ya chai ilikuwa 44 shillings. This year bei ya kahawa, bei ya chai average ni 64 shillings Kenya mzima. Lakini kuna kampuni zingine ama cooperatives zingine ama factories zingine zinalipa 70 shillings wakienda mbele. Mpango yangu ni kuhakikisha kupitia kwa subsidy ya fertilizer, kupitia kwa mambo ya value addition, kupitia kwa mambo ya kuondoa ushuru kwa mambo ya packaging, ya mambo yetu ya processing ya chai, tunataka kuhakikisha kwamba kwa kilo moja kwa miaka 3, in 3 years, we want every kilo that is made by farmers to pay 100 shillings from 64 shillings this year. Watu wa Kirinyaga tunaelewana jameni? Kirinyaga tunaelewana? Leo vile vile nimekuja hapa mambo ya stima. Nyinyi watu wa Kirinyaga mliniambia ya kwamba manyumba, kuna bado manyumba nyingi haina stima. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Sasa nimekuja hapa na maneno, na niko na mpango, na niko na mtaratara. Si namna hiyo? Sasa watu wa hapa Kirinyaga tumewapatia milioni 500 kuunganisha watu 6,000 wapya kwa mambo ya huduma ya stima. Na nimemwambia PS wangu yuko hapa na waziri wake Opiyo Wandayi ya kwamba niko na mpango inie ya Africa Development Bank Stage 3. Hiyo mpango ya 3 nimesema watu wa hapa Kirinyaga mbali na ile milioni 500 mko nayo, muongezewe milioni ingine 400, ndio tusukume wale watu ambao hawana stima, tuwapelekee stima makwao, ili tuondoe giza hapa hii Kirinyaga yenu, na hii Kirinyaga iwe na mwangaza, tufukuze giza ili shetani ahame jameni. Ama mnasemaje watu wa Kirinyaga? Tumeelewana? Kirinyaga tumeelewana? Mimi naenda kuanzisha hapa Kagio. Mimi naenda kuanzisha hiyo mradi saa hizi ya kuunganisha manyumba yenu kwa stima from today, na nimeambia waziri kabla ya Disemba mwaka huu hiyo nyumba 6,000 iwe imewekwa stima Kirinyaga County na imekamilika. Tumekubaliana Kirinyaga? Tumekubaliana Kirinyaga? Mimi nimekuja hapa maneno ya 3. Nyinyi mliniambia kwamba mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima. Mliniambia nijenge masoko, ni kweli ama si kweli? Leo mimi naenda kuanzisha shogo hapa Kagio ya milioni 320 ili tuhakikishe ya kwamba wafanyabiashara wetu, kina mama mboga na wale wengine wote, na hiyo soko ndani ya mwaka moja itakuwa imekamilika. Na sio soko ya Kagio peke yake tunajenga. Tunajenga soko ingine Kimbembi. Tunaseka soko ingine Kibingoti.
Tuna soko ingine hapa Kutus. Tunajenga soko ingine kule Kirinyaga. Ni sawa ama si sawa bwana? Tumeelewana? Watu wa Kirinyaga tumeelewana? Munasema tuendelee na kazi ama tusiendelee? Tuendelee ama tuendelee? Nimekuja hapa maneno ya ine. Na ni maneno ya ine, ni maneno ya barabara. Si nyinyi muliniuliza maneno ya barabara? Muliniuliza maneno ya barabara? Sasa sikizeni watu wa hapa Kirinyaga. Last week on Friday iliyopita, nimetembea hivi na hivi na hivi, nimepata pesa. Sawa sawa? Last week on Friday nimetoa milioni 958 ya Kirinyaga ya ku unblock ile barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama. Sasa niko na pesa ya kuzikwamua. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa watu wa Kirinyaga? Na mimi nitarudi hapa kufanya inspection ya barabara. Mimi nitakuwa na nyinyi hapa. Huyu mama anaitwa Mary Mainge. Huyu mama amenisumbua sana na barabara zenu. Ameniambia kuna daraja inaitwa daraja ya Muthigiti, Karira, Kioria. Hiyo daraja huyu mama amenisukuma sana. Sasa inabidi niende nijipange, nihakikisha kwamba hiyo daraja nimejenga. Si ndio? Lakini barabara zenu zingine nimeshatafuta pesa, nimeleta contractor na sasa itaendelea. Kwanza ile barabara mrefu ya PI pale kilomita 55, si ndio? Hiyo barabara ya kutoka PI kwenda Murinduko, kwenda Momboni, kwenda Kihomboine, kwenda Ndindiruko, kwenda mpaka Kiandegwa. Hiyo barabara kwani nyinyi, acha niwaulize. Sikizeni. Si mnajua mimi nimekuwa hapa Kirinyaga siku mingi. Mimi nimetembea Kirinyaga hii nikiwa mbunge. Mimi nimetembea Kirinyaga hii nikiwa nikiwa naibu waziri wa Mheshimiwa Moi. Mimi nimetembea hapa nikiwa waziri wa Mheshimiwa Kibaki. Mimi nimetembea Kirinyaga hii nikiwa naibu wa rais wa Uhuru Kenyatta. Kwani nyinyi mnafikiri mimi natembea hapa siwezi kufikiria majina ya pande hii ni gani? Hii miaka yote. Sikizeni bwana. Sawa sawa. Wacha nirudie hiyo barabara, si ndio? Hiyo barabara ya kutoka hapo PI kwenda Murinduko, kwenda Momboni, kwenda Kihomboine, kwenda Ndiniroko, kwenda Marurumo, kwenda Kiandegwa. Hiyo barabara iko ama haiko? Na sikizeni, hiyo barabara lazima nijenge, kwa sababu najua imekuwa barabara imewasumbua miaka nyingi. And I made a commitment that I am going to build that road, kwa sababu ya watu wa hapa Mwea na watu wa hapa Kirinyaga. Na sio hiyo barabara peke yake. Tuko na barabara nyingi na tumekubaliana na hawa waheshimiwa wabunge wenu na gavana wenu, na tumekubaliana ya kwamba kazi ndio itasonga mbele, fitina na chuki na ugomvi na ukabila itabaki nyuma. Ama mnasemaje watu wa hapa Kirinyaga? Neguo, mnasema tuendelee na kazi ama mnataka tuletewe fitina? Tuendelee na kazi. Mnasema tuendelee na kazi. Nipange hiyo ya kilimo, nipange hiyo ya kahawa, na ya chai, na ya maziwa, na ya barabara, na ya soko, na ya affordable housing, na ya stima. Kazi iendelee. Wale wanasema kazi iendelee, nione kwa mkono kazi iendelee. Jameni watu wa hapa Kirinyaga, mimi nataka niwaeleze. Mimi sio mtu nimekuja hapa jana. Urafiki yangu na watu wa Kirinyaga, urafiki yangu na watu wa Mlimani hapa haijaanza jana.
ni urafiki wa miaka nyingi, ni urafiki ambayo tumejenga kwa miradi na mipango ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Na mimi siwezi kukubali ati mtu mmoja na fitina na ukabila na chuki akuja anitenganishe na watu wa Kirinyaga ama watu wa Mlima Kenya. Hiyo haiwezekani. Mimi nauliza nyinyi, hii serikali tumeunda, si mimi nimeunda hii serikali na kura zenu? Si nimeunda hii serikali na kura zenu? Kwani mnafikiri mimi ni wazimu nisahau ya kwamba niliunda hii serikali na kura zenu? Ama mimi ni mlevi? Ama mimi ni mgonjwa? I know what I am doing. Na mimi nataka niwaambie mambo ya Kirinyaga hii isipoenda vizuri, mimi ndio nitaulizwa, kwa sababu mlinipatia kura zenu, mkanipatia imani yenu, na lazima niwafanyie kazi. Tumekubaliana jameni? Nego kama tiko. Tuendelee pamoja. Tuendelee pamoja. Munasema nishikane na hawa viongozi wote. Huyu gavana wetu nishikane na yeye tuende mbele. Huyu mama wetu hapa, Mama Mainge, nishikane na yeye tuende mbele. Na huyu Gitare tuende mbele. Na huyo jamaa Wandia tuende mbele. Sisi wote. Na huyu Mungwana wa Geshogo tuende na yeye mbele. Hebu nione wala anasema sisi wote tuungane tuende mbele. Basi mimi nimefurahi sana kufika hapa Kirinyaga. Na mimi nitakuja hapa tena na tena na tena na tena. Si ndio? Mpaka kazi yenu iwe chonjo na iwe imeenda laini, kwa sababu kazi yangu ni kuhakikisha kwamba yale yote tulikubaliana na nyinyi ni mambo ambayo lazima tuyatekeleze. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Kirinyaga. Mimi nimeamua ya kwamba lazima tuondoe matatizo katika taifa letu la Kenya. Migawanyiko, chuki, ukabila haiwezi kusaidia taifa letu la Kenya. Sisi wote ni ndugu moja, wa taifa moja, wa jamii moja, jamii ya taifa letu la Kenya. Na mimi nawaomba kwa heshima watu wa hapa Kirinyaga, tuungane, tushirikiane. Umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Tumekubaliana jameni? Wacha nichukue nafasi hii sasa nimkaribishe naibu wa rais